DJ. Eta wa mzungu mwana mkatumi. Ihali nende pisi wafula. Mana webuye international. Aya vijana oye. Vijana power. Bas. Sisi kama jeshi la baba tuko imara. Walitulemea katika bunge lakini kwa wananchi hawatatulemea. Tunataka tuambie ule mtu ambaye anaitwa Moses Kuria ya kwamba hautatishia watu wa media. Tuko na wewe bamba tu bamba. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Udo Daktari toka Busia. Watu wa Nairobi hamjambo. Kamkunja hamjambo. Sisi kama wabunge wa Kenya wa chama cha ODM tutaendelea kutetea nyinyi kila siku, kila wakati. Hata kitushinda tutakuja kwa nyinyi wananchi tutee na nyinyi. Maisha yamekuwa ngumu, muwe na subira, baba akiamua ndio tutafanya. Asanteni sana. Mheshimiwa Kerio kutoka Kisii County. Nyamira, sorry. Vijana oe! Vijana oe! Saa ile uchungu tuko nayo. Ngoja kidogo. Naomba mpatie Mheshimiwa team nafasi tafadhali. Ngoja kidogo. DJ tuwekee muziki kidogo. Asante, anakuja polepole. Yes. Tafadhali nyinyi hapa. Awe polepole tu, polepole vijana. Asante kwa hiyo utulivu. Asante sana. Haya, mshuka chini wengine mrudi. Endelea DJ. Endelea DJ, endelea. Nataka utulivu hapa. Kaeni chini sasa. Hapa Drogba, watu waende chini. Job, teremsha watu chini. Kila mtu arudi chini. DJ endelea kwanza tupate order. Endelea. Asante sana, naona kuna utulivu. Haya. Asante sana, tulia hapo. Haya, mheshimiwa endelea. Haya, asante. Vijana oe! Saa hii baba angekuwa rais, kila mtu angekuwa anapata 6,000 kwa mwezi, si ndio? Baba ndio baba wa mahasla wa ukweli, si ndio? Saa hii baba angekuwa rais, tungetumia fire. Azimio fire. Vijana oe! Wangapi wanasema baba ndio baba wa mahasla wa ukweli? Baba wa mahasla ni Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Chonga kutoka Kilifi. Naomba hapa vijana tafadhali. Vijana. Job, lemba kuwe na order hapa. Ngoja DJ. Nyinyi vijana hapa. Job, tunataka order hapa. Job na security yote tunataka order hapa. Tunataka order hapa. Haya, mheshimiwa endelea. Wakenya oye! Wananiita Ken Chonga kutoka Kilifi. Kama ufika hapo ita kijana mwepesi. Ujumbe umefika. Kenya Kwanza kupitia kwa Ruto waliahidi ya kwamba maisha yatakuwa chini. Walitumia uongo, wakatumia ulagai, wakatuambia maisha yatakuwa mazuri, watakwambia maisha yatakuwa rahisi. Leo kodi inanyonya mpaka damu, na tunasema punda amechoka. Punda amefanya nini? Waende wasiende.
Asanteni. Asante sana. DJ tuwekee mziki kwanza. Hebu toa kijana hapa. Toa kijana hapa. Job, toa. Security yako imelala. Security yako imelala. Toa watu waende huko. Security imelala. Nyinyi mmelala hapa. Ninataka mtoke hapa nyinyi wote. Nyinyi wote tusaidieni huko. Shuka. Teremkeni huko. Toka. No, move. Just move. Move kila mtu. Toka dad. Move. Kuma kila mtu aende. Engineer, Mheshimiwa engineer. Driver, sukuma gari kidogo nyuma kidogo. Haya DJ. Asante. Haya basi. Mimi naitwa Gideon Muliongi, Mheshimiwa ya kule Mwingi Central kutoka Kitui. Nimeleta salamu ya Kalonzo Musyoka kutoka Kitui. Leo ni leo, msema kesho. Chuma ya Ruto iko motoni. Wataingia kwa moto na finance bill yao. Hiyo finance bill, hiyo ushuru wanataka kututoa, waende wakatoe bibi zao na watoto zao. Asanteni sana. Thank you. Tunarudi. Haya, asante wa vijana kwa hiyo order mmeweka. Sasa mtulie, tumeona nguvu yenu sasa, tumeshaona nguvu yenu. Next mkiendelea hivyo mtaona pia yetu. Haya, gari ya Mwesh isonge tu nyuma kidogo. Najua itakuwa karibu because Mwesh hapa. Haya, tunarudi hapa Nairobi. Sasa Mheshimiwa Anton Oluoch wa Mathare. Kamkunji ye! Wacha nione jeshi ya baba hapa Nairobi. Asanteni sana. Mimi niko na jambo mbili peke yake ya muhimu. Vijana asante. Mheshimiwa William Ruto aliingia serikalini akisema kwamba ataokoa maisha ya mahasla. Haya wahasla wamebaki pale stage Githurai, wamebaki stage Ruiru, wamebaki pale Mathare. Amewakumbuka juzi wakati anataka kuleta mambo ya housing. Mimi nataka kuwauliza kwa jambo tatu ya muhimu hapa Nairobi. Ya kwanza iko housing. Ya kwanza si ni chakula. Ya pili si ni mambo ya petroli. Ya tatu si ni mambo ya karo ya kwenda shule. Sisi tunataka kuambia Ruto namna hii. Hii finance bill yako ulipitisha. Mimi kama Anthony Tom Oluoch, mimi ndio speaker leo hii. Mimi nataka kuamua hapa. Nataka kuona ni wangapi wanajua kusema no. Mambo ya ushuru ya 16%, no. Mambo ya 16%, mambo ya housing, mambo ya VAT, mambo ya finance bill. Sasa tunataka kuzika hii kitu, si ndio? Ile style ya Wanjala. Tukisema hii munasema tawe. Ruto, VAT. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Oluoch. Ninaenda kule Nyanza, Siaya, Senior Council Otiende Amolo. Eta wa mzungu mano mkatumi. Nikhali rende pisi wafula. Haya. Combination. Kamukunji oye. Hebu tusalamiane kwa hewa hivi, kwa hewa tu. Asante. Jambo ni hivi. Mimi mnajua vizuri pamoja na wenzangu, baba alituambia tuzungumze nao watu. Wakati huo tulikaza kamba, wakatuomba tuzungumze, tujadiliane. Tukaanza mazungumzo, tukaregesha kamba. Kuregesha hivi wakaanza kututusi.
Sasa kwa maoni, inaonekana tukiregesha wanatudharau, tukikaza wanatuomba tuzungumze. Leo hii vile wamesikia tunakuja hapa Kamukunji, nasikia wale tulikuwa nao bipartisan wameita press conference kule bunge, ati wanaomba tuanze kuzungumze tena kwa sababu wanajua tumekuja hapa. Halo, Kamukunji mpo? Jambo ni hivi, kama wanataka watu wa kuzungumza nao, kuna mawakili tutatuma huko. Kama wanataka kotini, kuna mawakili tutatuma huko. Lakini kwa wananchi mnataka nini? Hebu semeni kwa sauti, mnataka nini? Kama hiyo ndio lugha wanaelewa, basi hiyo ndio lugha tutawapatia. Kwa hivyo wakubwa wetu, vinara wetu wako hapa. Wamesikia watu wa Kamukunji wamesema mnataka nini? Mnataka nini? Wote wamesikia, asanteni sana. Mheshimiwa Oron kutoka Kisumu. Mheshimiwa Oron kutoka Kisumu. Vijana oye! Vijana oye! Nikisema finance bill wacha nisikie no, no, no. Finance bill! No, no, no. Finance bill! No, no, no. Asanteni. Asante Mheshimiwa Adipo Kwame kutoka Homa Bay. Adipo Kwame kutoka Homa Bay. Hamjambo ni nyote. Hamjambo ni nyote. Azimio muko. Tumekata kabisa hii habari ya finance bill. Tumekata hii bei ambayo imepanda kwa kila kitu. Unga haiwezekani, chakula haiwezekani, maisha haiwezekani, na sisi tunasema hatutaki hii finance bill. Umekubali. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa Ron. Nataka haya, tulia. Mheshimiwa Nur wa hapa Kamkunji. Mheshimiwa Nur, wajua mbunge wenyu yeye alienda, sasa wacha tupate mtu wetu wa kuwakilisha watu wa Kamkunji ambaye ni mtu wa kupiga kura na sisi wananchi. Karibu Nur kwa haraka. Jakadala. Yes. Vijana mingi mosi. Vijana. Wazee. Wakina mama Wakina mama. Leo ni leo. Asimaye kesho ni nani? Sisi tumesema ya kwamba baba hatachoka kuwatetea wananchi, sio? Sisi tunasema finance bill no. Housing levies tunasema. Mungu awabariki. Nuro Kanga kwa karibu. John kwa niaba ya MDD karibu. John Wanguba, very fast tafadhali, kwa haraka, cause of time. John, mpatie nafasi apite tafadhali. Mpe nafasi, naomba kuja kwa haraka. Wewe ni kijana, kuja kwa haraka. Baada ya Nuro Kanga utaingia John. Nuro Kanga. DJ tulia. Haya. Kamukunji. Salamu za baba. Asanteni sana wana Kamukunji. Mimi naitwa Nur Malebo Kanga, Kakamega County, Matungu Constituent, Horera Ward. Na before niseme kitu yoyote, nimekuja na rafiki yangu kutoka Eldoret, anaitwa Lawi. Yeye ndio mkalejini wa kwanza kutetea baba kule kwao, na amesimama na ukweli. Nikiingia kwa mada yangu, nataka niseme jambo moja peke yake, na hili jambo lifikia Ruto. Moses Kuria alitusu wanahabari, Ruto akakuja kumdefend. Kesho nikitusi Ruto, usinitumia DCI, tumia Moses Kuria kwanza ndio unitumia mimi. Dakaro Kamukunji wae. Suruta amefungua matusi.
Nikimutusi kesho, sitaki utume DCI pale Kayole. Tumia kwanza Moses Kuria ndio unitumia mimi. Asanteni sana. Asante sana Lawi. Na mheshimiwa, sorry John. John please John. Utakosa nafasi ya kuongea John. Please. Kijana kuja wa bunge parliament kuja wewe. Ingia hapo. Wanabunge! Sema power. Ruto must. Na sio tafadhali. Tungependa kuambia William Samoei Ruto. Dawa ya William Samoei Ruto ni nini? Dawa Ruto ni nini? Asanteni sana. Asante, dakika moja. Vijana ria! Vijana power! Leo tuko hapa Kamkunji kuambia Ruto ya kwamba gharama ya maisha umepanda na tunataka tuanze maandamano ili tuone vile tunatoa Ruto State House. Wangapi wamesema maandamano? Na ile ya pili, tunajua comrades wetu pia hawajapewa capitation na HELB huko university. Tutaamua ya kwamba tufanye maandamano ya vijana na comrades wote hadi State House tuende tukatoe Ruto. Wangapi wamekubaliana na mimi? Na wangapi wanasema gharama ya maisha imepanda? Asante sana Mheshimiwa John Mukoya. Chukua please. Move very fast. Haya teremka. Vijana oye. Sasa vijana wa Nairobi, mimi ningependa kusema jambo moja, kwamba imefika mahali ambapo Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alimueleza Mheshimiwa Ruto kwamba aweze kuongea, lakini Mheshimiwa Ruto akampiga Mheshimiwa Raila teke akarudi nyumbani. Ikafika mahali Mheshimiwa Raila akamueleza Mheshimiwa Ruto kwamba bajeti ambayo mnapanga, bajeti hiyo si sawa, lakini William Ruto ameenda ametengeneza bajeti ile. Sasa sisi tunasema baba, kokote uliko, tunauliza kwamba wananchi na vijana wa Kenya wamesema wanataka nini? Wanataka nini? Watu wanataka nini? Mheshimiwa William Ruto, sisi tunakuomba na kusema kwamba imefika mahali hiyo ikulu ya Nairobi umeifanya imekuwa pango la wezi, na imefika mahali ambapo wananchi wa Kenya watahakikisha kwamba wewe na serikali yako ni lazima usikize wananchi. Kwa hayo mengi, vijana wa Nairobi na vijana wa Kamkunji, tunaomba kwamba Ruto ni lazima aende nyumbani na serikali yake, na ni lazima atatii watu. Asante sana. Brenda Kangai. Nairobi oye! Nairobi oye! Kwa majina naitwa Brenda Kangai. Mimi ni msichana wa Mlima Kenya. Na nataka kuambia serikali bandia William Ruto, mulitumia jamii ya Mount Kenya vibaya, mukatuita mama mboga, mukatuita maasla, mkaita watu wa mkokoteni. Na mimi nataka kukuambia Ruto, hii raundi tunaapisha baba, tunaenda maandamano ya revolution. Wangapi wanakubaliana na mimi? Wangapi wanasema tuapisha baba? Ya pili, jambo la pili, Rigathi Gachagua, hauna adabu. Unasimama kwa university, unatuambia ati vijana tumepata degree na hatuna kazi. Mimi Gachagua nakwambia, kazi yako inaenda kukamilika, kwa sababu tunaenda kuapisha Raila Amolo Odinga pamoja na Ngari Karua. Ya mwisho, vijana wa Kenya tusimame imara bila kuangalia kabila. Njaa haijui kabila, haijui rangi. Vijana wangapi watasimama tukitisha maandamano kwa ishara ya mkono? Wangapi wanasema kesho tuende kwa barabara kwa ishara ya mkono? Wangapi wanasema maandamano irudi, maandamano irudi, maandamano? Ruto tawe. Ruto tawe. Ruto aende. Ruto aende. Wangapi wanasema Ruto aende Sugoi? Ruto aende Sugoi.
na nimekuja tupokee sisi pamoja Papa Taifa. Raila Odinga ni Papa Taifa. Sagao anajua kuchunga kuku kabisa, lakini binadamu ameshindwa kuchunga. Yeye anajua kuchunga kuku wanyama, lakini binadamu ameshindwa kuchunga. Wakati nilianza kusimama kuongea, nikaanza kuambiwa ati tukae tuchunge kwa sababu yeye ni mkale. Sasa nilikuwa nauliza watu wangu, ukale ni nini? Ukale ni nini? Unaweza koroga naye uji? Ni unga koroga naye uji watoto? Ukale ni nini? Ni fees. Ni pesa ya fees. Naomba Wakenya tuungane pamoja. Na mimi naomba Wakikuyu muhurumie kama kwa tukinunua vitu yetu. Wakenya wenzangu, tuungane pamoja na tuongee ukweli. Sagao aende nyumbani, miaka 5 ni mingi. Ni hayo tu. Asante sana. Dennis kutoka mtu wa bodaboda, sema kitu. Haya. Na kuambia leo ni leo. Mimi kama Dennis Otoyo Mang'ang'a, chairman wa bodaboda, nalalamika sana, tunalalamika. Mafuta imepanda, ushuru imepanda, spare parts zimepanda. Ya tatu, mimi mkulima wa chini. Mtu wa chini unga ni 300, Madare unga ni 300, Kayole unga ni 300, Embakasi unga ni 300, Ruaraka unga ni 300. Je, manze, unasikia mjengo? Juzi Gachagua anaongea akisema watu wafanye mjengo. Anaambia watu wa university wafanye mjengo. Hii haifai. Watu wa university wamesema mali. Ukienda pale Isili, mjengo ni 300 jameni. Thank you, Toyo. Mtu mwenye amesoma anafanya mjengo ya 300 jameni. Mimi support watu wa media. Mtu wa media ana support mtu wa chini. Ruto anataka mtu wa middle class na supportiwe. Na hii haiwezi. Ana wenye wameweza. Endelea, proceed wewe. Nikisema Ruto, munasema maandang'anyo. Ruto, maandang'anyo. Ruto, hebu beba mikono kama umenikaribisha Nairobi. Kwa majina naitwa Sospita Obungo Wich, nimetoka Kisumu. Mimi ndiye coordinator wa Sufuria Revolution Movement. Nataka kumwambia Ruto leo, Ruto, wacha kuniongelesha vibaya na madharau. Kila siku unasema wenye wanavaa sufuria kwa vichwa ni wenda wazimu. Wewe nakuambia wewe Ruto, umekaliwa chapati na bibi yako Rael. Usidhanie vile umekaliwa chapati, mimi pia nimekaliwa chapati. Nikisema Raila unasema Igwe Raila, Igwe Raila, Igwe Raila, Igwe Raila, Igwe. Nikimalizia, sisi kama Wakenya tumechoshwa na serikali bandia, serikali ya Mr. Next Week. Ruto, tunakuambia tukiwa Nairobi leo, sisi kama wafuasi wa Sufuria Revolution Movement, sisi tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga. Wangapi wako nyuma ya Raila Amolo Odinga? Asanteni na Mungu awabariki. Wawili wa mwisho. Comrades power! Comrades power! This is General Hannington Oguk, Kuso President. I'm here on behalf of all universities, comrades across this country. We want to issue a warning to Mr. William Ruto. Number 1, each and every child in this country, each and every student has a right to help, including Charlene Ruto Kirudi Science University. Anafaa apewe help. Comrades power! Comrades viva! Number 2, we are condemning APs who are assaulting and harassing comrades wakishikwa kwa police custody.
Comrades, palm. Number 3, we want one man, one vote system. Comrades, palm. Thank you. Na tunasema hivi, if those are not met on Monday, naomba baba kubali, comrades tunaenda kwa barabara. Asante. Thank you. Asante. Dakika mbili. Wananchi power, wananchi ria, wananchi ra. Jina langu ni Teddy Odhiambo Mino Sano, president wa Kenyatta University. Juzi walishika comrades 12 town, wakatupiga tear gas, lakini niliwatoa sikuwatoa. Wananyang'anya Kenyatta University Referral Hospital. Tutarudisha hiyo hospitali na hiyo university fees ambayo wamepandisha tutachoma. Technical University of Mombasa imeanza kuchomeka. Thank you. Asanteni sana. Haya, wangapi wanasema tuendelee? Mheshimiwa Mbui ambaye ni kiongozi wetu katika parliament, deputy minority leader, Mheshimiwa Mbui, kwa heshima. Kamukunji hoye! Hebu munipatie wiper ya Kalonzo Musyoka. Asante sana. Kwanza kabisa ningependa kusema tunashukuru wale wabunge walisimama na Wakenya na wakapiga kura ya kusema no. Wale wote walifukuzwa na wale wote walisimama na nyinyi. Na nataka kusema hivi, kuna wale walinunuliwa. Wananchi wa Kenya, mukikutana na wao hata kwa mazishi, hata kwa harusi, musiwape nafasi ya kuongea. Finance bill mumepitisha bunge, lakini wa Kenya, nyinyi munasemaje? Munasema yes ama no? Munasema yes ama no? Kwa hivyo Zakayo afanya nini? Aende. Asanteni. Mheshimiwa, tumerudi Nairobi. Mheshimiwa gavana mtarajiwa 2027 Timothy Wanyonyi Westlands. Eta wa mzungu mwana mukatumi ikhali nende pisi wafula maana webuye international combination sound Roma. Bana bata haya vijana oye, wacha nione salamu ya Nairobi. Asante sana. Kitu ya kwanza, poa, tuliza. Kitu ya kwanza, sisi tunataka watoto wetu warudi shuleni. Vile tunazungumuza hivi, watoto wametumwa nyumbani kwa sababu serikali haijalitoa pesa kwenda shuleni. Mnakubali watoto wakae nyumbani? Lazima watoto wafanye nini? Warudi nyumbani. Kitu ya pili, sisi wabunge wa Azimio, mulituona bungeni tulisimama kitede. Tukasema ya kwamba we are the people's keeper. We are the watchmen of the people. We cannot compromise ourselves. Na tukapiga kura, tulingangana na wao, ingawa walitushinda kwa namba, lakini tuliwaonyesha ya kwamba sisi tuko imara. Sawa. Kitu ya tatu, safari yetu ya Nairobi bado ipo. Wangapi wanataka kwenda na sisi Nairobi? Tuone. Mungu awabariki, asanteni sana. Asante Mheshimiwa Tim, makofi kwake jamani. Asante pia kwa kusimama na sisi kule bungeni. Wa mwisho namleta kijana wetu, mtoto wetu, Mheshimiwa mbunge wa Embakasi East, Mheshimiwa Babu Owino. Haya, asanteni sana. Vijana ria, vijana ra, vijana tibim, wazee tialala, warembo wamama mwe. We ni mama unapiga mwe. Asanteni sana. Sasa juzi nilisikia Rigathi Gachagua akiongea vibaya sana. Alienda kule university
ya Jomo Kenyatta, JKUAT, saa ya graduation akaambia wanafunzi ya kwamba hawatapata kazi kwa sababu Kenya haina kazi. Mtoto ameelimishwa. Nataka msikie kwa makini kidogo. Vijana ria, kidogo tu msikize. Mtoto ameelimishwa na mzazi wake. Mtoto ametoka kule slums, ametoka kule kwa village, amesomeshwa nursery, akasomeshwa primary, akasomeshwa secondary, akaenda university, kisha akagraduate bila kukuwa mwizi, ama bila kuiba mali ya mtu yeyote, ama bila kufanya uhalifu yeyote, ama msichana bila kushika mimba. Akishamaliza, wewe unajiita deputy president, unaambia huyu mtoto ya kwamba hakuna venye watapata kazi hapa nchini. Ungwana si ungwana? Upumbavu si upumbavu? Jambo la pili, Ruto anatuambia kila siku tuendelee na kuvaa sufuria. Nataka nikuambie, wananchi wanavaa sufuria kwa kichwa, wametoa kwa nyumba kwa sababu hakuna kitu yenye wanapika kule nyumbani. Jambo la tatu, ulituambia ya kwamba ukiingia State House, ulituambia ya kwamba mkiingia State House, yule mama mboga ambaye anauza kwenye kiosk atagraduate aanze kuuza kwenye supermarket. Anauza auzi. Imefanyika ijafanyika? Ulituambia bodaboda atawacha kuendesha bodaboda, ataanza kuendesha ma3, anaendesha aendeshi. Badala ya hiyo, mwana bodaboda ameweka bodaboda kwa mlango kwa sababu bei ya fuel iko wapi? Na ulituambia dereva wa ma3 atawacha kuendesha ma3, ataanza kuendesha ndege. Wanaendesha waendeshi. Kwa hivyo hii serikali ni wapumbavu sio wapumbavu? Ni mafala sio mafala? Ni hewa sio hewa? La mwisho, nyinyi wenyewe venye muliingia State House, mulipata hawa mayouth wote wakifanya kazi. Walikuwa nafanya kazi mtaani, walikuwa na kazi. Mayouth Nairobi na Kenya, zaidi ya mayouth milioni 5 walikuwa nafanya kazi mtaani. Venye uliingia State House, vijana ria, vijana ra, vijana tibim, vijana tialala. Sasa venye muliingia State House, mrudi hivi, wacha kuogopa. Kama hiyo kidogo ndio unaogopa, tutaendaje State House? Mrudi hapa bwana, hiyo ni tear gas tu ndogo. La mwisho, mlituambia mkiingia State House hawa vijana watapata kazi. Wamepata hawajapata? Na hiyo kazi mtaani ambaye mlitoa, mrudishie wananchi wa Nairobi. Asanteni sana. Rose Masisa, kwa haraka. Gender. Wanairobi Wanairobi muko poa? Mimi kwa majina naitwa Rosemary Masisa. Mimi ni mheshimiwa Makina Ward kwa bedroom ya baba. Tumekuja hapa kumlaki baba yetu, si ndio? Tuko na shida mingi, si ndio? Tuko na njaa, tuko na mambo tofauti. Tunangojea ripoti. Baba akikuja atupatie mwelekeo, si ndio? Tutatoka kwa maandamano. Mutatoka kwa maandamano. Kwa hivyo tuko pamoja, tungojee ripoti ya baba, tuanze msafara ya kuenda State House, si ndio? Mbarikiwe nyinyi wote. Tuheshimiwa kwa sababu mheshimiwa party leader kwa karibu. Tuende over kwa senator. Haya. Senators. Move very fast. Majina. Naitwa Mheshimiwa Odalo, MCA Mabatini. Asanteni. Majina tu. Wananchi oye! Watu wa baba oye! Kwa majina ni Kennedy Swaka, kijana mdogo kutoka kule Gatila, ule Dagoretti no. Umechelewa. Nairobi oye! Kwa majina naitwa Redson Otieno Nyango, Mheshimiwa Wangei Ward. Baba akisema ni left. Haya, please. Waheshimiwa, tuna time tutakuleta spuna. Please, majina tu. Kangemi oye! Mmechelewa. Nairobi oye! Kwa majina naitwa Hamisi Malea,
MCA Kangemi. Vijana fire! Vijana fire! Muko tayari? Kwa majina naitwa Mheshimiwa Alvin Orlando MCA Kitusuru. Asanteni sana. Tuko tayari. Tena hapo majina tu. Vijana ria, vijana za walikuja wakasema wanataka kuweka pesa mfukoni, lakini sasa wametudanganya, wanatoa hizo pesa kutoka mfukoni mwetu. Vijana ra, vijana zagaza, mpaka bei ya kondom sasa imepanda. Vijana tukubali, usipokufa njaa, usipokufa na depression, vijana kwa uhakika tutakufa na kaswende. Vijana power. Thank you. Time. Kamkunji hoye! Mimi jina langu ni Beatrice Gambo kutoka County 001 na mimi ni Deputy Party Leader wa Jubilee. Tumekuja hapa kwa sababu tumesema hatutaki tena kuongea. Tunataka action. Wangapi wanasema wanataka action? Tunataka action. So leo tumekuja, tunataka kujua ni lini tunarudi maandamano. Tuende tukazungumze, tukue kule barabarani. Asanteni. Thank you. 1 minute. Watu wa Kamukunji hae. Habari zenu? Mimi naitwa Wanja. Mimi ndio nimesimamia watu wale wa Disability Jubilee Party na walikuwa wananiambia wako na njaa. Nyinyi mko na njaa? Nyinyi mko na njaa? Token zenu zinaisha haraka kama zangu. Stima yenu inaisha haraka kama yangu. Kwa hivyo vile nilikuwa nao mtaani, waliniambia wanataka unga ya 2 kg itoke 50 bob. Si ni ukweli? Asanteni sana. Thank you. Janet, please. Nairobi mpo? Wacha nione jeshi ya baba mkono juu. Wangapi wamejaa ngori? Wangapi wamejaa ngori? Ruto aende asiende? Sisi kama Jubilee Party tunasema Mlima Kenya yote inakuja maandamano. Yote inakuja maandamano. Wangapi wanataka maandamano? Wangapi wanataka maandamano? Maandamano. Jina ni Joseph Kagai kutoka Jubilee Party. Siku zote. County. Aya, Nairobi mpo? I want to tell Ruto one thing. I don't need a house, I want food. I don't need any of those houses, nataka chakula. Ya pili nataka nimwambie hivi. In the whole country there are empty houses. Therefore we don't need any additional house. Hizo ziko zimetosha. Alafu I want to request Baba, and I also want to request Mama Martha Karua. I want to request my friend Eugene Wamalwa. I want to request my friend Wajakoya. I want to request my friend Jeremiah Kioni. La kwamba raundi hii tukianza maandamano, raundi hii tukianza wasituambie tuwache tena, tutaandamana mpaka Ruto atoke mahali anajificha. Mmesikia ama mjasikia? May our good God bless you. Tuko pamoja, tutapambana nao. Mheshimiwa Gogo. Asante sana Nairobi. Asante Kamukunji. Asante Kenya. Leo ni leo. Na asemaye kesho ni muongo. Baba akisema tunakutana Tuesday ni leo na Wakenya wako hapa. Na ninataka niambie wale tapeli ambao wanafikiri sisi ni waoga. Hakuna mtu muoga hata mmoja Kenya. Hatuogopi hata kidogo. Na tena ninataka niseme hivi. Taxes mumeweka, finance bill mumehakikisha imekuwa Finance Act, mukaweka down the throat of Kenyans. Making law is one thing, but implementing that law is another. Sisi kama wana Kenya hiyo ushuru hatutalipa ng'oo. Ama mutalipa ushuru?
Mutalipa ushuru ama hamulipi? Tumesema hatulipi. Now this is not going to be a demonstration. This is going to be a revolution that is going to be organized by the people of Kenya. Wakenya watatoka wote na watasema wamechoka, punda amechoka. Punda amechoka. Thank you. Sasa jiandae, akijua wale wamama wenye alitarget, the women you targeted with their small chamas are on you. And they are going to say no. Build the houses for whoever you want. But as long as you don't feed the children of Kenya, you are going to remain with the houses. As long as you keep adding taxes, as long as you tax Kenyans into depression, you are going to be a president of your own. Asanteni sana. DJ. Weka mziki, baba kwa karibu, na leta seneta wa Nairobi, alete senators. DJ weka mziki. DJ. Seneta wa Nairobi, wangapa na karibisha Sifuna. Seneta wa Nairobi. Nairobi oye! Nairobi oye! Wacha tusalimiane huko kwa mkono. Asanteni sana kwa kufika kumkaribisha baba Raila Amolo Odinga. Ananiambia chini ya dakika 3 atakuwa hapa, si ndio? Sasa mimi leo nakuja kwenu na huzuni sana. Wakati tulikuwa hapa tukifanya campaign, mulichagua senator anajua Kizungu, anajua Kiswahili, ikishindikana tunaongea mpaka Kiluya, lakini nimefika huko nimekuta hawa watu hakuna lugha wanaelewa. Nimeongea Kizungu yangu yote, nimeongea Kiswahili yangu yote, pia siku moja hata nikaongeza Kiluya juu. Hii watu ni kama Farao, Mungu ameziba masikio yao. Inatakiwa hiyo masikio ipigwe kofi mpaka ifunguke. Na ndio nimekuja hapa leo kuambia watu wa Nairobi, hawa watu hakuna lugha ingine wanasikia. Lugha ambayo watasikia ni sauti yenu kupitia maandamano, si ndio? Mimi nataka ni confirm hapa kwa sababu mlinituma kula Senate. Ruto ameshaamua Wakenya wakufe. Hiyo ameshaamua. Ile uamuzi tunataka mfanye nyinyi leo ni wapi tutakufia. Munanielewa? Yeye ameshasema tukufe. Sasa leo tutataka kumwambia sisi tunachagua mahali tutakufia. Hatukufii kwa nyumba zetu ati tungoje njaa ituue. Hatutakufa kwa nyumba zetu ati tukingoja serikali tusaidie. Wacha tukutane na hii mwanaume kwa barabara, akuje na hiyo majeshi yake, akuje na hiyo polisi. Kama ni kufa tutakufia kwa barabara. Sisi baba zetu walituambia unaweza kuchagua uishi kwa magoti kila siku ukiomba mwanaume mwingine nisaidie, ama usimame kama mwanaume usimamie haki zako wewe mwenyewe. Huko kwa bunge ya Senate wametuletea jamaa wengine hata waelewi kazi ya senator ni nini. Mtu anaambiwa piga kura hapa, pesa iongezewe kwa kaunti yako, anapigiwa simu na Ruto, anaambiwa we angusha ile kitu. Huyu mtu hama senator wa UDA, hata Ruto akapiga simu leo aseme uwa mama yako, anaua tu ati nimepewa amri. Hii ni watu wa aina gani bwana? Hii ni watu wa aina gani? Na ndio nawaambia sasa, mimi nikishindwa kuconvince watu, na unajua kitu ambayo inanishangaza, wanataka ati sisi watu wa Azimio tu convince hao wafanye kitu ambacho ni cha haki. Mimi hamkunichagua niende kufundisha watu Kizungu, hamkunichagua niende kufundisha watu hawashiki rada ati vile wanafaa wafanye, si ndio? Mimi mlinichagua niwakilishe nyinyi. Kama mtu ashiki rada, hiyo ni shauri yake. Alafu wanakaa wanatuuliza what are the alternatives ya Azimio. Sisi tunakuja na alternatives, tunakuja na mipango, tunakuja na Kizungu, wao wanakuja na numbers. Wao wanakuja na numbers. Kwa bunge tukisema wacha tu debate hii mswada, wanasema hapana, sisi tunataka tu tukupige kura tuende nyumbani. Hii ni viongozi kweli? Hii ni viongozi kweli? Na watu wa Nairobi, mimi nilitembea hapa na kikosi kizima kutokea kwa governor mpaka kwa MCA. Nataka leo niwapatie report kwa sababu
ile kikosi tulikuwa nayo imepungua kwa asilimia kubwa. Si mnajua hivyo? Nataka niseme asante kwa wabunge wa Nairobi ambao wamesimama na wananchi hapa. Mheshimiwa Timu Wanyonyi wa Westlands. Asante Mheshimiwa Timu Wanyonyi. Pigia Mheshimiwa Wanyonyi makofi. Mbunge wetu wa Mathare hapa. Pigia yeye makofi Mheshimiwa Anthony Olwoji. Ako wapi mbunge Babu Owino? Pigia Mheshimiwa Babu Owino makofi. Yeye amesimama na nyinyi. Huko Lang'ata mlituma nani? Lang'ata mlituma nani? Hakuna mtu huko. Wapi Mheshimiwa Elachi? Pigia Elachi makofi. Mheshimiwa Dagoretti North alisimama na wananchi. Wapi mwingine? Mheshimiwa Ruaraka. Mheshimiwa Ruaraka Tom Kajwang alisimama na nyinyi akasema msiongezewe mzigo. Mheshimiwa Makadara. Mheshimiwa Makadara, Mheshimiwa Ladwa alisimama na wananchi. Nani mwingine? Nani mwingine? Nani? Ulimuona huko kwa bunge? Alipiga kura? Pigia yeye makofi. Asanteni sana. Sasa kwa haraka sana. Kuna wabunge wawili wa Jubilee ambao wamesimama imara sana. Nataka niwatambue kwa njia speciali. Mheshimiwa wa Starehe, kijana mdogo. Mheshimiwa wa Starehe anaitwa Mwago. Pigia Mwago makofi. Kuna mheshimiwa wa Embakasi West, kijana mdogo amekataa pesa ya Ruto, anaitwa Mwenje. Pigia yeye makofi. Hao ndio watu wa Nairobi. Mheshimiwa Mawadhe wa Embakasi South yuko wapi? Pigia yeye makofi, hata yeye alisimama na nyinyi. Hao wengine mkiwaona kama mtu wa kupiga kura kwenu, mkimuona mumuulize nani alikutuma, si ndio? Mbunge wa Kibra Orero, pigia yeye makofi, alisimama na sisi na akasimama na nyinyi. Nataka kwa haraka sana niwatambulishe maseneta ambao wako na sisi. Kwanza kabisa nataka Mheshimiwa Beatrice Oyomo, nominated senator, aje hapa. Mheshimiwa ako wapi? Beth Siengo, tumekuja naye, aje hapa tafadhali. Salimia hawa watu. Baba yuko dakika 3 waweni. Hello. Mimi naitwa Senator Beatrice Ogola, acting senator wa Kisumu. Baba akisema left ni left. Baba akisema right ni right. Nairobi oye! Mimi naitwa Senator Beth Siengo na mimi ni rais ya kina mama kwa chama cha ODM. Niko hapa kusema jambo moja tu, kwamba Ruto ananyanyasa wananchi. Anayenjali wananchi ni baba Raila Amolo Odinga. Baba wakiwa na mama Martha Karua na timu yote ya Azimio, Kenya itasonga mbele. Mungu awabariki. Asante sana. Mkaribisheni seneta wa Vihiga wa ODM, Mheshimiwa Osotsi Godfrey. Haya vijana wewe. Mimi yangu ni kusema hivi. Wananchi wa Kenya msilale, kwa sababu Ruto amelazimisha sheria mbaya ya kuleta ushuru Kenya. Mkilala, hii ni jaribio. Kitu anaenda kufanya ya pili, anaenda kubadilisha katiba, kutoa kipengele ya kusema yeye atakuwa rais wa milele. Mtakubali hiyo? Kwa hivyo tukisema maandamano, wangapi watakuja kwa mkono juu? Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Osotsi. Nataka Simba ya Kitui. Simba ya Kitui. Huyu mwanaume amesimama ngangari, tear gas kwake ni kama moshi ya mosquito coil. Hasikii. Anaitwa Wambua wa Wiper. Bwana DJ tupatie Buffalo Soldier kidogo bwana. DJ Buffalo Soldier ya Wiper bwana. Vijana vijana Nairobi Nairobi vijana musilale, bado mapambano mapambano mapambano, bado mapambano, wazazi musilale.
wazazi musilale, bado mapambano, 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 bado mapambano. Nairobi mko chonjo, muko chonjo, muko gangari, muko gangari. Asante sana. Mimi nataka kusema maneno mawili tu. Ya kwanza, sisi tumeangalia na tukaona serikali bandia ya William Samoei Ruto kazi yake ni kunyanyasa mwananchi wa kawaida. Tumejaribu kupigana na hawa watu huko kwa bunge, imeshindikana. Tumeenda kwa mazungumzo, yameshindikana. Sasa Nairobi munasema nini? Munasema nini? Wale munasema maandamano, nionyesheni na mikono. Asante sana. Ya pili, kuna jeshi mlitupatia twende tukafanye kazi nao kule bunge. Vile tulifika kule, wengine wakaonyeshwa pesa wakatugeuka. Mimi nimekuja hapa Kamukunji kuambia viongozi wetu, sasa ni lazima tusafishe nyumba yetu. Kama wewe ulichaguliwa na Azimio na umetoka, twende by election. Mnazao twende by election. Waende nyumbani. Waende nyumbani. Ya mwisho. Ya mwisho. Muende mwambie Ruto na Gachagua, sisi ile bidhaa wanatuuzia ya uoga, sisi hatununui. Kwamba sisi hata hatuna pesa ya kununua uoga. Baba akiitana twende kwa mtaa, mtatokea nyinyi wote? Mtatokea? Basi naleta salamu ya Kalonzo Musyoka. Amesema yeye yuko imara na sisi. Mahali mtasema tusimame, tutasimama pale. Mkisema tusonge mbele, tutasonga mbele. Nipe salamu ya Wiper. 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 Asanteni sana. Asante sana. Seneta wa Taita Taveta, Mheshimiwa Jones Mwaruma. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Hamjambo. Mimi naitwa Mwaruma, ni seneta wa Taita Taveta. Wiki iliyopita tumefanya maandamano Taita Taveta. Taita Taveta wamesema hawataki finance bill kwa sababu inaleta njaa. Wamesema hawataki nyumba, wanataka chakula. Ni wangapi hawataki nyumba nione? Na wamesema niseme hivi kwamba viongozi wao Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka na Martha Karua waitishe maandamano haraka iwezekanavyo. Je, mko tayari? Mko tayari Nairobi? Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Maruma. Nataka nimalize na kinara walio wachache ndani ya bunge la Senate, mbunge ama seneta wa Kilifi, Mheshimiwa Stuart Mazayo, kwa dakika moja. Nairobi hoye! Wakenya hoye! Mimi nataka kusema namna hii ya kwamba huyu Ruto tulimwambia bei ya chakula ikienda juu wananchi wa Kenya wataumia. Tulimwambia kwamba hii serikali hauwezi kuiendesha ikiwa maisha ya mwananchi hayatapata afueni. Hakusikia tulivyomwambia. Yeye ako na shikio bovu. Shikio limekufa. Hata ukimwambia namna gani hasikii. Waswahili walisema shikio lilokufa halisikii dawa. Mimi nataka kuambia sasa, baba yuko. Baba anakuja na sisi tunasikiza amri yake. Akisema twende hivi, tutaenda hivi. Akisema twende namna hii, tutaenda namna hii. Mimi nataka kuambia njia moja ya hii serikali kusikia ni maandamano. Hii serikali ya Ruto haiwezi kusikia chochote isipokuwa sisi tuende barabarani tupambane naye huko, ndio atasikia. Mimi nataka kuona ni wangapi wako tayari hapa kupambana na yeye. La mwisho nataka kuambia, kuna wanasiasa wengine tunawaita wanasiasa malaya.
wanasiasa wananunuliwa na pesa, wanasiasa ambao hawana msimamo. Ndio hao walitufanya sisi saa ingine tunapunguza nguvu, lakini tunawaambia hatuna haja na wale wanasiasa malaya. Sisi tunataka jeshi la baba lisimame sawa sawa. Nataka kuona jeshi la baba, muko tayari? Asanteni sana, asanteni sana. Asante sana, mumesikia sauti za maseneta. Tuko na rafiki zetu wawili hapa wa NAK Kenya. Kijana. Nairobi oye! Nairobi oye! Sisi kama vijana wa NAK Kenya, kiongozi wa NAK Kenya wa vijana, tumeamua na sisi tunatembea na mama kwa maandamano. Ama vipi? Wazi wazi. Vijana power! Vijana power! Tunaenda maandamano tuendi. Mimi natoka Kibra na leo nimekuja kurepresent mbunge wangu Peter Ochieng Orero. Tunaenda maandamano tuendi. Sisi ndio vijana, sisi ndio ghetto real. Sisi ndio tunasapa huko kwa ghetto. Revolution lazima ifanyike kwa hii country. Vijana power! Maandamano power! Vijana power! Asante. Vijana mpo! Vijana mpo! Wamama mpo! Kwa majina naitwa Grace Omondi, nilisimama Makadara na chama cha NAK Kenya. Raundi hii tunasema haturudi nyuma. Chuma imekuwa moto, simekuwa moto. Hatupoeshwi. Raundi hii hatupoeshwi, mnakupoeshwa. Mnakubali, msikubali na msirudi nyuma. Mambo ni maandamano, kweli ama si kweli? Vijana mpo! Vijana ria! Wamama ria! Asanteni. Haya, Nairobi, huyu mkora alitangaza ati kuna unga ya 150. Kama umewahi nunua unga ya 150, inua mkono. Kuna unga ya 150 hapa. Kuna watu wa Kamkunji hapa. Kuna unga ya 150 Kamkunji. Kuna watu ya Makadara hapa. Iko mahali tunapata unga ya 150. Wapi watu ya Embakasi East? Unga Embakasi East ni pesa ngapi? Anasema 150 si bei mbaya. Nyinyi muko na 150. Munataka ifike ngapi? Muko na mbia. Sio 150. 130 mutakubali? 120? Hamuna 120. 110? 110 hamuna? 105. We mwisho tumwambie 105. Munasema muko na so. Inua hiyo kidole huyu mtu ajue. Mwisho yenu kati yenu na Mungu ni ngapi? So. Sema so asikie ni ngapi? Sema so. Anasema hii mswada ameleta hii ati wanaenda kuokota ushuru ati mutapata manyumba. Kama unaamini Ruto atakununulia nyumba, inua mkono. Kama wewe unajua huyu mtu anajiita yeye ni Mkristo, yeye ndio ndugu mdogo wa Yesu, kazi yake ni kusema ukweli. Kama unaamini Ruto atakununulia nyumba, inua mkono hapa. Watu wangapi wanajua huyu mtu ni mkora? Kama unajua huyu mtu ni mkora, inua mkono. Kama unajua hakuna nyumba huyu mtu anaenda kujenga, inua mkono. Awache kukutanganya nyinyi ukora, na si ndio? Mnakubali hii ukora ama mnakataa? Alafu wanasema mara ya kwanza alituambia mungoje wiki mbili akimaliza kuweka Biblia chini. Ikaenda ikakuwa miezi 3. Akaenda akasema miezi 6. Juzi Mudavadi ametuambia mungoje miaka 2. Huyo Mudavadi mkimwangalia anaweza kaa miaka 2 kabla hajakula. Vile unaona hiyo mwili. Anaweza. Kama unajua huwezi kungoja miaka 2, beba mkono juu akuone. Kama unajua huwezi ngoja miaka 2, ambieni Ruto tunataka kula leo. Mnakula leo ama next week? Leo ama next week? Na kama unajua hivyo, na nimewaambia hiyo masikio imefunikana kabisa. Wananchi wanalia, madaktari wanalia, wale viongozi wanalia. Amekataa kutusikiliza, amekataa kusikiza sauti ya hasla, amekataa kusikia mama mboga, amekataa kusikia kila mtu. Nyinyi mnasema namna gani? Mnasema namna gani? Sasa wacha niwaambie. Nataka mdosi wangu akikuja hapa. Baba ako karibu. Nataka baba akikuja hapa nyinyi wenyewe mumwambie. Mumwambie
anakuja, mumuambie Sifuna amesema tafadhali baba usinitume kuongea na hii watu hawashikanishangi network tena. Tukianza hii maandamano kaende. Wangapi wanasema seneta wa Nairobi asirudi kuongea na hii watu? Watu wa Nairobi, Mheshimiwa Martha, hao ndio wadosi wangu, wamesema msinitume kuongea na hii watu. Mimi kuanzia leo sivai suti tena. Hii ndio mavazi rasmi ya maandamano. Kiatu yangu ndio hii, nilipewa sare na vijana. Tuingie kwa barabara. The next time tunavaa suti ni wakati tunasikia baba ameshika Biblia anasema mimi Raila Amolo Odinga na hapa ya kwamba nitarudisha bei ya unga ifike. So, asante sana. Karibu Mheshimiwa wa Makadara uendeshe kipindi kilichosalia tukimngojea baba, ama wekea watu ngoma wasikie kidogo. DJ Goma DJ. Ni Goma tu wale principals watu wakatika kidogo. Ngojea baba principals. Naomba tu principals peke yao. Soon and very soon, the red sun will be rising. It gone to the west, coming forward from the east. And along with that, Mr. Hungry with a long night will be following.
Azimio, Raila Odinga anatosha, Martha Karua anatosha, yani leo ni Azimio, mwaka huu ni Azimio, Raila Odinga anatosha, Martha Karua anatosha. Rero ni rero, ayangu rero ni rero, rero ni rero, jamani rero ni rero. Baba Tinga fire, 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 fire. Azimio fire, 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 fire. Tuko na Baba Kea, 6,000 ziwe mfukoni. Mengi yatatokea, maendeleo mpaka mashinani. Kwa kilimo biashara, Bitamunya anaweza. Miradi kwa kina mama, Martha Karua ataleta. Hata watunza wa mama wajane, hata basari watoto wasome, hata watunza wa mama wajane. Azimio, Kenya moja inawezekana. Yani leo ni Azimio, mwaka huu ni Azimio. Raila Odinga anatosha, Martha Karua anatosha. Yani leo ni Azimio, mwaka huu ni Azimio. Raila Odinga anatosha. Leta ingine Mr. DJ, iko nini? Wapi shangwe na vigelegele Kamkunji? Tuimbe pamoja, tunaimba na waheshimiwa, tuende kazi. Sisi hatukuwachagua, alafu wanatupandishia gharama ya maisha. Sema shindwe. Tuende kazi Kamkunji. DJ tuende Central, tuende Central. Leta ingine DJ. Tuende Central, Central DJ. Twende pamoja. Wapi watu wa milima? Mount Kenya Youth watambua. Twende kazi. Unakatika wakati tunatarajia baba. Twende kazi. Ukiona mtu akatiki kando yako, ukiona mtu akatiki kando yako, huyo alipiga yes. Mwendo wa siti wa ngoro, Nyambura ukanowe murata wakwa wa ngoro. Nyambura gyo hatirero ne mesiria. Weko. Leta ingine DJ. Twende Ukambani DJ. Kamkunji. Waipa ndani ya nyumba iko nini? Twende kazi. Watu wa Mbua, seneta wa Mbua. Unajiachilia bana. Tukatike pamoja. Twende Kisii, twende Kisii. Twende Kisii DJ Kaunti. Twende kazi.
Wangapi wako tayari kumkaribisha baba? Huyo baba wa taifa. Twende kazi DJ. Kumbuka pia Maina Njenga anakuja papa hapa siku ya leo. Twende kazi DJ. Twende Mombasa, Mombasa DJ. Mombasa, Mombasa. Mombasa DJ. Mombasa. Mombasa, Coast Mombasa. Mombasa DJ. Mombasa. Umechezea majibu moto utakuwakia. Upo. Wangapi wako tayari? Haya, jeshi la baba. DJ, jeshi la baba. DJ. Jeshi la baba. Jeshi la baba. DJ, weka ngoma ya baba. Twende kazi la baba. Mombasa tunayo hatuna. DJ. Maandamano tunayo hatuna. Maandamano tunayo hatuna. Twende kazi. Pamoja Kamkuji. Baba ndio huyo. Jeshi la baba DJ. Jeshi la baba DJ. Jeshi la baba. Jeshi la baba selector. Jeshi la baba. Twende kazi DJ, iko nini? Wapi shangwe na vigelegele Kamkuji? Junior, jeshi la baba. Jeshi ya baba Junior. Twende kazi, iko nini Kamkuji? Wapi shangwe na vigelegele Kamkuji? Kama unapenda baba weka mikono juu. Kama unatambua baba weka mikono juu. Weka mikono juu. Twende kazi. Twende kazi, iko nini? Kama unapenda baba weka mikono juu. Anajulikana kama The Legit. Twende kazi. Twende kazi, iko nini? Leo ni leo. Maina Njenga tunamuona Maina Njenga pia hapo. Jeshi la baba DJ. DJ. Seleka shikilia kidogo DJ. Mr. DJ. Leta jeshi ya baba, jeshi ya baba. Jeshi ya baba. Wapi shangwe na vigelegele ya baba? Wapi shangwe na vigelegele ya Njenga? Twende kazi. Mr. Alado, twende kazi. Tupe sauti kwenye kipaza sauti DJ. Ona sasa maneno. Twende. Wapi shangwe na vigelegele? Ona sasa maneno jamaa. Twende kazi. Warembo wa Azimio wamesoma kusoma. Ona sasa. Wanapendeza kupendeza. Ona sasa. Twende. Ona warembo wa Azimio bana. Ona kiuno. Kama unapenda baba weka mikono juu. Kama unatambua baba weka mikono juu. Twende kazi wewe. Unatambua baba. Wapi shangwe na vigelegele? Kamkuji. Wapi shangwe na vigelegele? Twende kazi DJ.
Asante, asante sana. Asante sana, asante sana. Asante Spider. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Iwa mama mnataka nani? Endelea DJ. Twende kazi Spider, iko nini? Endelea. Kono juu, kono juu, kono Big up Maji. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Hadi wa mama mnataka nani? Kila kona mnataka nani? Ande hu, Mbio, Omera, Morome. DJ Spider-Man. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Welcome baba. Wangapi wanakaribisha baba Raila Amolo Odinga? Weka mkono. Nairobi oye! Nairobi oye! Asante sana. Naomba utulivu hapa kidogo. Maina Njenga apoe kiti tafadhali. Mheshimiwa Maina Njenga apoe kiti. Naomba watu wale mko hapa wote. Asante sana. Naomba. Asante sana. Kuwe na utulivu hapo nyuma, vijana wetu. Asante. Viongozi watulie. Haya sasa, Nairobi oye! Nairobi oye! Kwanza tunataka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza. Haya, asante sana. Nairobi oye! Haya, asante sana. Nairobi oye! Nairobi oye! Asante sana. Nataka kumshukuru DJ. Imetosha sababu ya saa. Nataka kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amemleta baba kutoka safari yake na kumfikisha hapa. Nataka kushukuru kinara wetu Mheshimiwa Martha Karua. Haya vijana watulie hapo. Asante sana vijana. Tulia. Haya DJ mziki kidogo tu. Haya asante sana kijana. Nairobi. Asante kijana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kumwezesha baba kufika kwa kiwanja. Wangapi wamekaribisha baba Kamkunji. Asante sana. Tunataka kushukuru Mama Martha Karua ambaye pia alishikilia doria wakati baba kwako, pamoja na Mheshimiwa Paranya, Mheshimiwa Kioni, Mheshimiwa Eugene pamoja na Maina Njenga. Wangapi wanaunga mkono Azimio? Kwa hivyo kwa sasa Mheshimiwa party leader tulikuwa tumeshaongea. Sasa tukukaribisha tu kiongozi wetu. Haya kijana. Tafadhali. Wewe. Haya tulia. Asante. Amepata kiboko yake, asante. Haya Nairobi oye! Sasa mheshimiwa, tuko na wajumbe wote wa Nairobi pamoja na MCS tu wasimame mali wako. MCS wote wajumbe. MCS wote wa Nairobi. MCS wameshaongea, tunawapokea, tunawashukuru. MCS wote tunawatambua. Wabunge wote wa Nairobi najua wameshaongea. Mheshimiwa Oluoch, Mheshimiwa Tim Wanyonyi, Mheshimiwa Babu Owino walikuwa washazungumza. Mheshimiwa Mawadhe, Mheshimiwa Mwago, tuko na apology ya Mheshimiwa Mwenje. Kwa hivyo tuko na wabunge ambao watatambulishwa na Mheshimiwa Wandai. Kwa heshima ambayo tuko nayo kama watu wa Nairobi, nataka kuwashukuru kwa kukuja kwa wingi kuona kwamba tunangoja hotuba ya baba. Kwa hiyo heshima, nakaribisha Mheshimiwa Sifuna akaribisha wapati leader katika bunge Mheshimiwa Wandai, alafu nakaribisha hapo. Makofi kwa Mheshimiwa Sifuna. Asante Mheshimiwa Aladwa, tunakosolewa kidogo, kuna wabunge ambao wamekuja wamechelewa. Tuanze na Mheshimiwa Mawadhe tafadhali. Mheshimiwa Mawadhe.
Alafu Amos Mwago wa Starehe amefika, asalimie watu wa Nairobi. Karibu mheshimiwa. Kwa haraka tafadhali. Wanaazimio oye! Wanaazimio oye! Leo ni leo. Asema kesho ni muongo. Mimi niko na swali kidogo. Tafadhali. Hawa jamaa wanaleta mchezo na wananchi. Wanaopunguza bei ya spare parts za helikopta, alafu wanaongeza mafuta ya petroli. Wanapunguza bei ya helikopta ya matajiri, alafu wanaongeza petroli. Bei ya petroli kiongezeka, sukari inaongezeka. Bei ya petroli kiongezeka, maziwa inaongezeka. Bei ya petroli kiongezeka, unga inaongezeka. Tafadhali, tulikosea mahala fulani, lakini lazima turekebishe. Lazima. Alafu hakuna haja, tumeshatumia vijana. Nilikwenda kule Kandala, mtu ananiambia tuache kudhulumu vijana wetu. Bariamu bimweho. Aya mara mutumira, aya maina kumutumira. Makiazi ya mwita yati mwimikora. Ni Mungu tikira. Hiyo mambo hatutakubali. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana kijana mdogo Amo, mbunge wa Starehe. Asante sana. Poa. Nairobi oye! Vijana fire! Vijana fire! Kwanza kabisa tushukuru kinara wetu Raila Odinga kwa kutupigania haki zetu kama vijana, si ndio? Kwa kutupigania miaka mingi sana hadi tumepata demokrasia hadi wa leo, si ni kweli? Sisi vijana tumesomeshwa na sisi wajinga, si ni kweli? Wakati unadanganywa ati kazi ambazo tuna bilioni za mjengo, ni ukweli ama ni uongo? Zile nyumba zilijengwa zikaisha, au mafundi wako kazi kweli? Sio, ni uongo? Mmekataa kudanganywa? Nairobi fire! Wacha nione wenye wako tayari kupigania na baba hii msawari ya mwisho. Wangapi Nairobi oye! Nasema nawashukuru sana na kwa kujitokeza kwenyu, na tutawapigania hadi dakika ya mwisho. We have the spirit of Baba for fighting for the rights of wananchi. We are ready to take it to war. Na gotire modo kuweta ciana neguo na totirago wanema. Thank you so much. Thank you Nairobi. Asante sana Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga. Sisi kama kikosi chako cha Senate tulikuwa tumezungumza tayari. Tuko na Senator Wambua wa Kitui hapa baba. Tuko na Senator wa Taita Taveta Mheshimiwa Jones Mwaruma. Tuko na nominated senator hapa. Tuko na Mheshimiwa Osotsi, Senator wa Vihiga. Baba tulikuwa tumeshazungumza. Senator Beth Siengo nominated pia yuko hapa. Hawa ndio wale walisimama kidete jana kwa ile kura ya kuondoa ule mkora huko Siaya. Baba mimi nimalizia hapo. Na Senator wa Kilifi amezuiwa hapo. Kiongozi wetu wa walio wachache ndani ya bunge la Senate. Baba, hawa watu wa Nairobi wamenitoa kwa mambo ya mazungumzo. Wanasema wananihitaji kwa barabara. Hivyo ndio mmesema? Niingie boardroom ama barabara? Boardroom ama barabara? Mmesema baba akitaka watu wengine wa kuongea atafute senator mwingine. Senator wa Nairobi ni wa barabara? Hivyo ndio wamesema baba, sio mimi, hawa ni wadosi wangu. Asante sana, karibu kiongozi wa walio wachache ndani ya bunge la kitaifa. Mheshimiwa Pio Wandae, utaendelea kutoka hapo. Asante sana. Aya, wa Nairobi oye! Wa Nairobi oye! Wapi jeshi la baba? Wangapi wamekaribisha baba kapaka Mkunji siku ya leo? Ebu inueni mkono Bwana Ruto ajione. Wangapi wamesema serikali ya UDA tawe? Tawe! Tawe! Nataka nijue wale ambao wamekataa hii sheria ya kuongeza ushuru kwa wananchi. Wangapi wamekataa sheria ya Finance Act 2023? Sisi leo hatuna mengi ya kusema kwa sababu ni siku ya baba kuongea na watu wake. Baba, wakati ulikuwa umeenda ng'ambo,
maovu mengi yametendewa wananchi wa Kenya, ikiwemo kuwekwa kwa sheria mbaya, sheria ya kimabavu. Kwa hivyo sisi tumesema kama watu wa Nairobi, watu wa Kenya kwa jumla, ya kwamba tumekataa mambo ya Ruto na watu wake. Mimi sitaongea mengi. Jeshi yote ya baba ambao wako katika bunge la kitaifa wako hapa siku ya leo. Hata mheshimiwa Timu Wanyonyi mwenyewe si ako hapa. Haya, asante sana. Wacha mniruhusu. Haya, timu ni watu mkono timu. Haya. Huyo timu ametosha au hajatosha? Ametosha au hajatosha? Nimetembea hapa na mwanaharakati wa chama cha Azimio, Mheshimiwa Kamau Mwea wa Raila kutoka Murang'a. Umemuona? Wacha wasalimia dakika moja tu, alafu nialike Mheshimiwa Waziri Eugene Wamalwa aendelee na program. Asanteni sana. Kamukunji hoye! Kamukunji hoye! Mzee, mimi nilitumaniwa na watu wa pale Wakulima Market, watu wa kutoka Mlima Kenya, wakasema watakukaribisha Nairobi. Watu wa Wakulima Market tumekaribisha baba. Mumemkaribisha. Oya imoko na igoro mone. Kwa Kikuyu, tawe, Wakikuyu wanasemanga asha. Nikisema kitu nasema asha. Budget Gachagua, Ruto, Kenya Kwanza. Asanteni sana. Haya, nimeombwa ya kwamba hata ingawa wabunge washaongea tayari, ni watambue kirasmi ndio baba waone. Wabunge wote wasimame, wa bunge la kitaifa. Haya, tuko na Mheshimiwa Babu Owino Embakasi East. Mheshimiwa Irene Mayaka nominated. Mheshimiwa Joshua Ron Kisumu Central. Mheshimiwa Muliungi kutoka Kitui Mwingi Central. Mheshimiwa Adibo Okuome kutoka Karachuonyo. Mheshimiwa Jared Okelo wa Nyando. Mheshimiwa Ivo Bara wa Kabondo Kasipul. Mheshimiwa Rosa Buyu wa Kisumu West. Mheshimiwa Mili Odhiambo Gesa wa Suba North. Mheshimiwa Daktari Lilian Gogo wa Rangwe. Mheshimiwa Otiende Amolo wa Rarieda. Mheshimiwa Muago wa Starehe. Mheshimiwa Oluoch Anthony Wakili wa Mathare. Mheshimiwa Ken Chonga wa Kilifi North. Mheshimiwa Mawate Julius wa Embakasi South. Mheshimiwa Alad wa chairman mwenyewe wa Makadara. Mheshimiwa Daktari Ojiambo Oundo wa Funyula. Mheshimiwa Peter Salasia wa Mumias East. Mheshimiwa Daktari James Nyikal wa Seme. Mheshimiwa Sama Tandi wa Lego Usonga. Naibu ya walio wengi katika bunge la kitaifa, Mheshimiwa Robert Mbui wa Gadhiani. Mheshimiwa Ongondowere Sir Charles wa Kasipol. Mheshimiwa Adui Nyang wa Kisumu. Mheshimiwa Timu Wanyonyi wa Western. Asanteni sana. Wacha nialike Waziri Eugene Wamalwa aje mbele aendelee na ratiba. Asanteni. Mwenyezi Mungu abariki. Asante DJ. Asante sana. Nairobi oye. Mumekaribisha baba. Hebu nione salamu za baba, Baba, wakati umekuwa njiani unakuja, Wakenya umemiminika hapa tangu asubuhi kukungoja. Kuna maneno wananchi wenyewe wameongea hapa.
tumesikia wanabodaboda, tumesikia mama mboga, tumesikia watoto wa university, tumesikia viongozi wote. Na sasa kabla baba hajaongea, tungependa ajue ni nini mumesema hapa. Sawa sawa? Sasa nataka mtulie kidogo ili tumubrief, alafu tulete wale principals waongee, alafu baba mwenyewe aje aseme mambo yake leo. Muko tayari? Baba aseme asiseme? Sasa Biblia inasema kuna wakati kwa kila kitu. The book of Ecclesiastes says there's a time and a place for everything under the sun. Tumekuja Kamukunji uwanja huu wa kihistoria tangu mwezi wa Disemba mwaka jana. Na wakati huo ninyi wananchi wa Kenya mulisema we give dialogue a chance, tusemezane through a bipartisan approach na wenzetu wa Kenya kwanza. Lakini leo wananchi hapa Kamukunji mumeamua tuendelee kuongea ama tufanye maandamano? Mumesema kuongea ama maandamano? Nataka mseme baba asikie. Nataka mseme Ruto asikie. Mazungumuzo ama maandamano? Wangapi wanasema wakati wa kuzungumuza umekwisha? Sasa baba, that is the first resolution. Asante. Si tumekubaliana maandamano? Asante. Resolution yetu ya kwanza Kamukunji, na nataka mtulie ili Ruto atusikize siku ya leo. Sisi tulitaka apunguze bei ya vitu ili gharama ya maisha ishuke. Yeye badala ya kuwapunguzia ninyi watu wa chini, amepunguzia mabwenyenye wenzake, wale wako na mahelikopta, amewaondolea 16% tax. Hiyo tax badala ya kuondolea nyinyi, ametoa 8%, ameingisha hadi 16%. Hiyo ni kupunguza ama kuongeza? Kupunguza ama kuongeza? Kutoka 8% wenzangu, bei ya mafuta inaenda kupanda. Na ukipandisha mafuta, gharama ya maisha yote itapanda. Kweli si kweli? Kwa hivyo, the cavalier attitude ya William Ruto na Kenya Kwanza regime to the issue of the cost of living, we the people, semeni we the people, we the people. Those three words are the most powerful words in our constitution. Article 1 inawapa ninyi wa Kenya all the sovereign power. You only donate it to your representatives. Tuko pamoja? Sasa tukisema we the people, nataka mseme na sauti. Sema we the people. Tukiwa Kamukunji tumeamua hivi. Sasa sikiza ni wasomee vile tumeamua. That there will be no more talks. Baba, wameniambia nirudie hiyo tena. Nirudie tena. Chairman wa timu yetu Senior Kanzo Otienda Molo amekuwa hapa. Sifuna, who is part of our team, amekuwa hapa, senator wenu. Mumesema there will be no more. There will be no more. That is our first resolution. Therefore, hebu sikiza ili Ruto atusikie kimakini kabisa. Having imposed on us the punitive taxation measures contained in the Finance Act 2023, in complete disregard of our views, we declare an end to the bipartisan talks to which we had sent our delegation in the hope that Kenya Kwanza will show interest in resolving the pro-people issues, including the cost of living.
It is time for action. Wakati wa kuongea umekwisha. It is time for resolution ya pili. Tuendelee tusiendelee? Resolution ya pili. From today, we embark on a campaign of defiance and civil disobedience, which will take different forms at different times, including refusal to pay taxes, and whose aim nirudie hapo, including refusal to pay taxes, whose aim is to force Mr. William Ruto's punitive regime to go home. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? We the people. Semeni, we the people. We the people. We the people. We the people shall convene on the 7th day of July, Sabasaba Day, 2023, which event will unveil a program for nationwide civil disobedience to force the Kenya regime home. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Because Article 1 gives us the people all the sovereign power. Na hawa wametudhulumu. Resolution number 3. We say we the people will embark on a mass signature collection to signal the withdrawal of a sovereignty from officials of this illegitimate regime, including Mr. William Ruto and all elected leaders who supported the Finance Bill 2023. Ya ine, tuendelee tusiendelee? Resolution number 4. Sema, we the people recognize and appreciate the efforts that members of civil society and all progressive forces in our republic are making to free Kenya from the despotic Kenya Kwanza administration. And we will pursue collaboration and joining of forces for the sake of our nation. Ya tano na ya mwisho. We the people condemn Ruto and his regime's lack of respect for the media, which is consistent with every dictator's lack of regard for the rule of law, constitutional order, and independent opinion. Munaunga mkono? We the people tumekubaliana? Sasa nataka munipe nafasi niite wenzangu wa wasalimu, ndio sasa tulete baba mwenyewe mweze kumsikiza. Sawa sawa? Tuko na rafiki wa baba anaitwa Maina Njenga. Huyu jamaa, asante. Ngoja kidogo. Kabla Maina Njenga hata hajaongea, we want to put the question. We the people. Sasa lazima mupige kura hapa. Lazima mupige kura, ulimwengu yote ijue mumekataa mambo ya finance bill. Sawa sawa? Tukisema finance bill, nataka nisikie tawe. Finance bill. Finance bill. Ruto. Kenya kwisha. So we now put the question. With the resolutions, 5 resolutions we have read here today, will as many over the similar mind say aye? Will as those of a contrary opinion say nay? The ayes have it.
Sasa Maina Njenga, huyu jamaa ameteswa sana sababu alitembea na Raila wakienda matanga ya mama Kimathi. Amewekwa ndani lakini hajaogopa. Amesema aje leo asimame na baba na Wakenya wanaumia. Mko tayari kumkaribisha Maina Njenga? Karibu ndugu yangu. Haya. Wananchi power. Hebu nisalimieni kwa mkono. Salimieni vizuri. Wangapi wanapenda baba? Wangapi wanapenda baba? Wote mnapenda baba? Si mnajua ile maneno imekuwa? Si mnajua? Vijana waliambiwa watapata kazi. Kila kijana atapata watoto wa university watapata nini? Kazi. Lakini kuna wengine walisema hakuna Tuliambiwa ya kwamba mama mboga atabadilika, atauza supermarket. Atauza anauza ama auzi? Tukaambiwa kwamba bodaboda atapeleka gari. Wanapeleka ama wapeleki? Wanapeleka ama wapeleki? Sasa tumeshangaa sana kwa sababu hata vijana wanatozwa kodi. Wakifanya hawking, wakimafanya bodaboda, wakitembea pale popote, kuna shida. Zamani wakati tulikuwa tunafanya campaign, watu wote walikuwa mahasula. Saa hizi kila mtu anaitwa jina kulingana na kabila ya. Tunasema ya kwamba Kenya itaishi kuwa Kenya na vijana wa Kenya waache kuhangaishwa. Sisi tumeshaokoka na mimi ni bishop wa mabishop. Unanielewa? Sasa tunaambia Bwana Gachagua aingia hapo Lamu apigane na Al-Shabaab. Achane na vijana. Aingia apigane na Al-Shabaab. Tunasema hivi, tunangoja mwelekeo wa baba, vile baba atasema ndio itakuwa. Wangani wanaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono? Kwa hivyo tushikilie hapo na tushikilie zaidi. Nasi tujitolee kwa sababu kila mmoja wetu anahitaji kukombolewa. Na sisi tumesimama imara na baba na tutasimama imara na vijana, na sisi hatutaogopa. Tutaendelea mpaka mwisho. Mungu awabariki sana, awaongeze nguvu na tuwe na heshima na nchi yetu kwa sababu tunaipenda. Pia nataka kuwashukuru hawa viongozi kina Eugene Wamalwa, kina Martha Karua na baba. Wakati nilikuwa kwa shida walikuja kutusaidia. Tuwapigie makofi. Na tunasema tunajiunga pamoja na hatutarudi nyuma. Asante sana. Mwenyezi Mungu atubariki. Wapi makofi ya Maina Njenga? Kikuyu. Wapi makofi ya Maina Njenga? Murega rĩngĩ. Turauga atĩrĩrĩ andũ aitũ. Ndaigua murauga twarie Gĩkũyũ. Turauga atĩrĩrĩ, nyũmba ĩcokanĩre na tũrute wĩra twĩ hamwe nĩ ũndũ wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na atongoria ya Azimio. Tũrute wĩra twĩ hamwe na tũtigakorwo twĩ na guoya. Tũrũgame na maitũ na ithuĩ andũ a kĩrĩma na anake a bũrũri wothe tũkorwo twĩ hamwe nĩgetha Mwathani atũrute ũkombo-inĩ. Reke tweterere baba tũhe ũhoro thaa ici. Thengiũ mũno, mũtũre na thayũ. Makofi. Thank you. Asante sana ndugu yangu Maina Njenga. Sasa sababu dunia nzima imengoja kusikia baba anasema nini siku ya leo, nataka muwe tayari tumkaribishe baba atoe statement yake, alafu mama atakuja, Wajakoya na wale wengine. Muko tayari kukaribisha baba? We now want to welcome our leader, the people's president, His Excellency Raila Amolo Odinga. DJ was
Vijana hoe! Vijana hoe! Nairobi hoe! Kenya hoe! Kenya hoe! Hey! Hey! Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende, 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 twende. Vijana munataka nani? Baba. Na wazee munataka nani? Iwa mama munataka nani? Hey! Nimeona na nimeridhika. Nimekuja kwa fujo. Anaye macho na anayesikia na kwanza leo nimerudi nyumbani baada ya ziara ya siku 10. Nilikuwa nchi ya Poland, katika mji unaitwa Gdansk. Hapo kuna mahali bandari pale ambaye mtu anaitwa Lech Walesa alianza mapinduzi kule Poland, na hiyo mapinduzi ikatoa serikali katika nchi ya Poland, Urusi na Ulaya Mashariki yote. Sasa Bwana Walesha amenituma na salamu kwenu. Mmechukua? Mmepokea? Mmepokea? Pili, nimeongea na mwenzangu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Yeye yuko kule Ulaya, kwa sababu yeye hayuko na sisi hapa, ametuma salamu. Pia ndugu yetu Uhuru Muigai Kenyatta ametuma salamu. Mnapokea? Mnapokea? Leo ni siku muhimu sana. Tunapanda sasa leo katika awamu ya pili ya mapinduzi katika taifa letu. Kwa hivyo nataka mniruhusu kwanza niongee na dunia mzima, nieleze sababu gani nataka kufanya. Unakubali? Nitasema na kimombo, sawa? Kwanza naanza na quotation. Woe to those who make unjust laws, those who issue oppressive decrees, to deprive the poor of their rights and withhold justice from the oppressed of my people, making widows their prey and robbing the fatherless. What will you do on the day of reckoning, when disaster comes from afar? To whom will you run for help? Where will you leave your riches? Unquote. That is Isaiah chapter 10, verses 1 to 3. Mr. William Ruto used to love this verse. I hope he still does. Dear Kenyans, last week we were betrayed in this city. Our representatives conspired with an executive and abandoned us at our hour of need by voting for the punitive Finance Bill 2023. Yesterday, Mr. William Ruto endorsed this betrayal by signing the Finance Bill into law. We did everything that could be done to have Ruto listen to us
and avert the confrontation over taxes. We petitioned the authorities and institutions. We demonstrated. We prayed in the house of worship. We begged to be heard. We sought amendments, and we pleaded with the members of parliament to stand up for us. Our petitions were thrown to the dustbin by Ruto's tyrannical hands. He slighted our pleas and violently dispersed our petitioners. Effective next week, therefore, fuel taxes rises from 8% to 16%. We will pay housing tax whether we need a house or not. The cost of basic goods, which has been weighing Kenyans down, is going up from next week again. At a time like this, silence would be a betrayal to the country. Silence would be treason. We cannot be a nation of people who, having eyes, refuse to see, and having ears, refuse to hear. We have suffered a cruel betrayal of our trust and confidence in the ability of our representatives to protect us. We must punish the traitors, and we must force a repeal of the Finance Act. But what happened this past week and yesterday is not just about the Finance Act. This is about the reemergence of a dictatorship under leaders who cut their teeth and honed their political skills in an infamous school of dictatorship. We all know where Mr. William Ruto is coming from. We all know where Rigathi Gachagua is coming from. In the run-up to the vote on the bill, more than 90% of Kenyans rejected it. Even after MPs voted in favor of the bill, polls continue to show that the majority of Kenyans did not like it. However, true to his character as a dictator, Ruto proceeded as if Kenyans had not spoken and imposed punitive taxes on us without our consent. That is contempt for the people. In a democracy, few individuals can use government as their tool against the people. The idea that only the wishes of Ruto and Gachagua matter in this country today must attract a very heavy price. Ruto is testing the limits of his illegitimate power. Ruto is testing whether we still have the will, energy, and resolve to fight remnants of dictatorship. After stealing our election last year, Ruto now thinks he can steal anything and get away with it. We have to stop Ruto, and we have to stop it. We have to do it now. We must tell Ruto in no uncertain terms that he has stolen enough for the owners to notice, and he has no more room for stealing the wishes of the people. This gathering must provide an unmistakable response to Ruto and those who think like him, that we are willing and ready to do whatever it takes to roll back dictatorship. This gathering must make it clear to Ruto and all those who are nostalgic about the dictatorship of the past that they will pay a heavy price for their unfortunate experiments. You have some bad news from Mr. Ruto. The betrayal in the city has seeped into every village in Kenya. It has united Kenyans better than any government ever would. While the betrayal has shattered our faith in government and parliament, it has strengthened our faith in ourselves and our power. Consequently, Ruto and all those who think like him
are going to learn the painful way never to mess with the people's food, fuel, and freedom. Hello? Ruto and his ilk are going to learn the hard way that Kenyans are fed up but not helpless. In this time of desperation in the country, Ruto is selling illusions of hope to our people with the phantom proposals that are meant to line the pockets of his cronies. It is wrong. It is cruel. It is evil. The question we must ask ourselves is, can a leader mean well for the people than the people do for themselves? The answer is no. Kenyans must not trust that insider smile that Ruto wears. It is betrayer's kiss. If Ruto meant well, he would have listened to the people. He did not, and now we must fight. Fellow Kenyans, comrades, a regime that has so blatantly ignored and betrayed us does not deserve our delegated power. We are taking back our sovereign power. We are going to the trenches ourselves to fight for ourselves. This regime does not deserve our obedience. We have no obligation to work for the success of a regime that has no interest in our success. We are the people. Sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Hello? There's no other option left. We must fight. We are going to fight everywhere and anywhere until the Finance Act is repealed. We will adopt a series of acts of civil disobedience to force this regime to recognize that we, the people, are supreme. Through civil disobedience, we will deny Ruto the taxes he thinks he can extort from us by force. Dear Kenyans, we have been abandoned by our leaders. We must now look out for each other and be our brothers and sisters keepers. Here, therefore, are my requests to you, my people of Kenya. Let us embrace tax boycotts. Let us deny Ruto the fuel tax by limiting consumption of petrol and diesel. One way to do this is to carpool. Let us arrange to make regular journeys in a single vehicle whenever possible. Give each other a ride. Cut down on non-essential travel. Walk instead of driving whenever possible. I appeal to all employers to allow their workers time to walk to and from work. I appeal to matatu owners to support tax boycotts. While observing safety measures, maintain the current fare, but double your carrying capacity as part of the civil disobedience. Our police officers should support our call by allowing matatus to carry above capacity at current costs so that Kenyans can commute. Niko tayari kulipa gharama sita. Hello? I appeal to businesses to disable or avoid electronic tax registers, make nil returns on VAT, and instead give discounts to customers. This way, we shall recover the VAT Ruto is taking illegally through the fuel. I appeal to employers to ignore the punitive deductions of employee salaries that will only line the pockets
of Ruto's strategically placed cronies. Mr. Ruto is driving us off the roads with high fuel prices. We must deny his officers the comfort of driving us off the road with their vehicles. Let us deny the government vehicles and motorcades the right of way that they take for granted. They may sound the sirens at their wish, but everyone must follow the traffic except for ambulances. Dear Kenyans, I'm coming. We know the men and women who visit this unjust law on us. Punish the traitors. Let us name, shame, follow, and isolate the traitors at every turn. Let us picket their public and private offices and their homes until they join the call to have the Finance Act repealed. Today, and with absolute respect and humility, I'm reaching out to the online community in the country and diaspora, the famous Kenyans on Twitter, the content creators and the TikTokers. I have a request to you. Let us gather and share information about the traitors, their Twitter and other social media accounts, telephone numbers, and email addresses, and use these to show the oppressors that power belongs to us, the people. Finally, I appeal to our performing artists. Let our songs and music be a source of pain to the traitors. Let our songs and music a source of pain to the traitors. Let our music carry our disappointments and support the fight against Ruto and his contemporaries until Ruto learns to respect the people. Dear Kenyans, in a democratic country that is founded upon sovereignty of the people, whenever the arms of government, whether the executive, the legislature, or the judiciary, fall into the hands of men and women who use their delegated sovereign power to oppress the people and benefit themselves, then it becomes a right and a duty of the people in pursuit of the common good to assert their sovereignty, to disobey those men and women and their laws. We are asserting our sovereignty. Civil disobedience begins with personal actions. We begin today, and we will continue progressively, discreetly and publicly, culminating the official start of massive countrywide demonstrations. That fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya. Ooh. To those who make unjust laws, to those issue oppressive decrees, let us get to work. Let us get to work. Tuanze kazi. Tuanze kazi. Tumesema hao watu wamesaliti jamii ya Kenya. Umma ya Kenya imesalitiwa na Bwana Ruto na wenzake, lakini Bwana Gachietha. Tumesema tulikuwa hapa Kamkunji grounds, tukaambia nyinyi tumeanza safari ya kilomita 1000. Unaanza na hatua ya kwanza. Tumeonya hao watu, tumeliwaambia punda imechoka, tuliwaambia chumba imechoka, wamekataa, wamezidi kuweka mzigo juu ya punda. Sasa punda itawapiga teke, punda itapiga teke. Sasa tumesema Wakenya wametoka mbali. Mzungu walijaribu, lakini Wakenya wakale walisimama imara, wakamwambia mzungu, patia mbali, tutarudi Ulaya. Mzungu alirudi Ulaya. Ikaja serikali ya dhuluma
Pili, serikali ilikuja hapa yafuata Nyayo na kadhalika, tukasema hata wewe utatoka. Nyayo walienda, sivyo? Kama wale walienda, wewe ni nani? Wewe ni nani? Sisi hatuwezi kutishwa na watu wachache. Hatuwezi kutishwa na watu wachache ambaye waliiba kura zetu. Tunajua vile waliiba kura zetu. Tukawaambia Wakenya wanataka namna hii na wao hawaelewi. Sasa imefika kiwango wakati wanatakana Wakenya wasimame imara. Waonyesha watu ya kwamba Wakenya si punda zao. Wakenya wanaweza kuleta mabadiliko. Tumesema kwa kimombo hapa, tunatoa ile uwezo ambaye sisi kama wananchi tuliwapatia hawa watu. Hiyo uwezo inarudi kwa mkono ya wananchi. Wewe ni mwananchi. We are the people. Semani, we are the people. We are the people. We are the people. Inua mkono, we are the people. Hapa Kamkunji mwaka wa 1990 mimi na marehemu Kenneth Matiba na Charles Rubia tulisema tunataka mfumo ya siasa yenye vyama vingi, tutoe chama kimoja. Nyayo walikataa, akasema Kenya is not ready for multipartyism. Itachukua miaka 100 kabla Kenya haijarudi kwa multipartyism. Tukasema tuende Kamkunji tuulize wa Kenya. Wakakataa. Tukasema tarehe 7 mwezi wa 7 tutaenda Kamkunji. Wakasema haiwezekani. Tukasema tutaenda. Tarehe 2 mwezi wa 7 jioni wakaenda kwa Matiba na Rubia, wakachota wakapeleka ndani. Siku 2 baadaye, tarehe 4 wakaja kwangu wakanichota. Nikamwambia mimi niko tayari. Wakanipeleka ndani. Lakini Wakenya walijitokeza siku hiyo. Matiba yuko kamiti, Rubia yuko kamiti, Raila yuko kamiti, lakini Wakenya walijitokeza. Walitoka wakaja hapa. Walipigana hapa na polisi. Watu karibu 50 waliuawa siku hiyo hapa Kamkunji. Lakini mwishowe ililazimisha Nyayo kutoa Matiba, kutoa Rubia, kutoa Raila na kufungua katiba na kurusha ile section 2 mbali, sio? The power is with the people. Kwa hivyo leo mimi nataka kufundisha Ruto. Tutafundisha Ruto mafunzo hapa. Hajaelewa. Tutamwonyesha. Tutamfundisha. Na Bwana Kachietha, Kenya is bigger than you all. Kenya is bigger than all of you. Mimi nataka ni nyinyi muinue mkono. Mimi mzalendo wa Kenya, na hapa kwamba niko tayari kutoka na kuandamana ili uhuru ikuje, gharama maisha irudi chini, usuru bandia itolewe. Mwenyezi Mungu nisaidie. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama.
Hello? Niko tayari. Hello? Hello? Mama, Shujaa, Martha, Wangari, Karua. Kamkuji oye! Kamkuji oye! Baba ashawaelezea ya kwamba serikali haramu ya Ruto imetangaza vita kwa watu wa Kenya. The Republic of Kenya has ceased to exist as we know it. In its place, we have a colonial exploitative regime which we must oppose. Na kwa hivyo sote tukubaliane ya kwamba Ruto must go. Ruto must go. Sababu ameharibu demokrasia, ameharibu mali ya Wakenya. Nataka kuwaelezea kidogo. Tumeambiwa na controller wa budget kule State House wanakunywa chai ya milioni 8 kila siku. Okay. DJ wacha tu leta wimbo moja watu waweze kutulia. So they want us to think strong. So they want us to feel stupid. So they want us to be. Hey, 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 hey. Okay. Hey, 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 hey. Okay. Muko tayari tuendelee tusiendelee? Basi namwambia controller wa bajeti amegundua ya kwamba kule State House wanakunywa chai ya milioni 8 kila siku. Milioni 8 zimetosha kuajiri vijana 17,000 wakilipwa 500 kila mmoja wao kazi mtaani. Hiyo ni kusema hii serikali yaangalia maslahi ya wale mabonyenye na inasema wacha Wakenya wakufe njaa. Hii serikali inafikiria kama Makenzi kule Chakahola. Wanatuambia ya kwamba tuwape miaka 2 uchumi urekebishwe. Sasa nakuuliza, unaweza ishi miaka 2 bila chakula? Unaweza kaa miaka 2 bila matibabu? Miaka 2 bila mtoto wako kusoma? Hawana pesa ya kusaidia Mkenya, lakini wako na pesa ya kuajiri ma-CS, ma-PS 50 na assistant ministers 50. Mumekubali pesa yenu kuharibiwa. Mumekubali munataka unga au munataka assistant ministers? Munataka walimu kwa watoto wenu au munataka mabwenyenye? Mimi nasema tuwe tayari kulipa nini? Tuwe tayari kulipa gharama. Tusikubali kunyanyaswa tena. Tuko tayari kutokelezea. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala. Nikimalizia sababu masaa imeenda. Ile pesa How come that fuel in Uganda nataka is cheaper tumuelewe. than Ile pesa imewekwa katika ofisi ya Ruto, ofisi ya Gachagua na Mudavadi. Inatosha
kusomesha watoto wetu bila malipo vile Azimio ilisema. Imetosha kulipa matibabu kwa Wakenya wote, na imetosha kupatia zile jamii maskini 1000 ngapi? 6 kwa kila mwezi. Tutakubali pesa yetu kuendelea kuvunjwa? Wakenya, hii ni wakati wa kufagia nyumba iko chapu. Tufagie, Zakayo ashuke, nchi yetu irudi kwa mikono yetu. Na kwa hivyo leo hii hatumuulizi Zakayo ashuke, tutamsukisha sisi wenyewe. Zakayo must, Ruto must. Na kwa hayo machache wacha nirudishie Eugene. Tuendelee tusiendelee? Unataka msikie vile Ruto aliwadanganya? DJ weka tusikie Ruto alidanganya wa Kenya namna gani. Sawa sawa? DJ tusikie Ruto sasa. Tulia kidogo. DJ DJ, hawa watu walidanganya wa Kenya watashukisha bei ya mafuta. Sikizeni. How come that fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya? Nataka niwaambie hii mafuta inaongezwa usiku na mchana. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba these people don't understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya. Kwa hii taxes wanaongeza usiku na mchana. Na mimi nataka niwaulize watu wa hapa Manga, tafadhali, mkiona tumesimama hapa mbele yenu, tunawaambia ya kwamba tutengeneze hiyo serikali inakuja ambayo inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Watu wa mafuta ndio hiyo imepanda bei. Si namna hiyo? Mmemsikia? Watu kushughulikia mafuta wanaanza mambo ya fitina ati wananipangia. Sasa mnanipangia nini? Pangieni mafuta kwanza iteremke chini. Sasa huyo ni nani? Huyo ni nani? Si alidanganya wa Kenya? Bei ya mafuta imepanda imeshuka? Si amepandisha? Sasa nataka niwaletee ndugu yangu Wycliffe Ambetsa Oparanya awasalimu. Karibu ndugu. Wananchi! Basi leo kama viongozi wa Azimio tulijaribu vile tuwezavyo, na tumeamua siku ya leo turudi kwa wananchi. Na nyinyi ndio wananchi watukufu wake, na nyinyi wenyewe kama wananchi mumeamua hamutaki mazungumzo ifanye nini? Mnataka nini? Mnataka nini? Nyinyi wananchi wenyewe mnaamua mnataka maandamano, na kuanzia tarehe 7 mwezi wa 7 mutasikia yale tutapanga kuendelea mbele. Bwana Ruto anajua ya kwamba wakati tulipeleka hiyo bili ilipoenda kwa bunge, Wakenya wengi walikuwa wamekataa. Wakenya wengi walikuwa wametoa maoni kusema ya kwamba hawataki finance bill. Lakini kwa sababu wamepuuza mambo yenu na nyinyi ndio mlioweka hapa, imefika wakati nyinyi muamue wenyewe watoke hapo. Si mumeamua? Mumeamua hawashuke? Mumeamua? Haya, tarehe 7 tutakuwa pamoja, tuone way forward ya nchi yetu ya Republic of Kenya. Asante sana. Tuendelee tusiendelee? Mnataka mpokee salamu za Uhuru Kenyatta kutoka chama cha Jubilee, ndugu yangu Jeremiah Kioni wa Madhuburia. Karibu bwana. Hello. Lugha ambayo William Ruto na Gachiedhera
wanaweza elewa ni lugha ya maandamano peke yake. Na vile baba amesema hapa, kama hukuelewa sikiza. Amesema kuanzia tarehe 7 mwezi wa 7 maandamano nani stop mpaka watu watoke State House. Hello, tunaelewana? Tarehe 7 mwezi wa 7. Na tofauti ya siku ile na leo ama siku zimepita, itakuwa ya kwamba maandamano ni mpaka kijijini, watu ambao mpaka kwa village kule nyumbani. Kwa sababu huyu Ruto alidanganya Waingereza jana alipokuwa kule. Akaulizwa kama anaweza tolewa kwa serikali, akasema hawezi. Atajua Wakenya wanajua ile hawajui. Na atajua hajui. Nguvu ya serikali ya Kenya iko mkononi mwa Kenya. Na sisi ndio tunasema kuanzia tarehe 7 afuge vilago aende nyumbani. Leta hii sufuria. Nilimwambia aweke ugali hapa. Ameshindwa kuweka ugali kwa sufuria. Kiongozi ambaye ameshindwa kuweka ugali kwa sufuria hana maana kwa Mkenya yoyote. Na mimi nakubaliana na viongozi ambao wameongea hapa, wakisema ya kwamba kama ukikutana na wale ambao walitusaliti kule bugeni, waambie wewe ni msaliti. Ulipiga kula kusaidia Ruto, sio kupiga kula kusaidia Wakenya ambao walikupigia kula. Mjue ya kwamba mara ya kwanza tangu 1963 watoto wameenda nyumbani zaidi ya wiki moja kwa sababu serikali imekosa kuwalipia karo. Pesa ambazo wanatumia kukula mandazi na kulipia mabibi maofisi zinatosha kuweka watoto wetu shule mwaka mzima. Kwa hivyo sisi kama Wakenya, na mimi nasema na hapa, mimi nataka kuapa, mimi ndio nitakuwa mwisho kutoka kwa hii maneno. Hakuna maana ya kuongea na hii wakora. Wakora wa miezi 7, ugoje miaka 5, utakufia bule, atapeleka sisi wote Chakahora. Lazima sisi wenyewe tujiokoe, na lazima sisi wenyewe tujiokoe. Kaede, 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 kaede. Asante sana. Tuendelee tusiendelee? Kutoka Mlima Kenya tunawaletea gavana Mwangi wa Iria. DJ asante sana. Tafadhali tutulie kidogo. Baba, Bwana Oparanya, patia baba nafasi. Huu mkutano sawa. Thank you. Baba, ukiangalia huu mkutano, huu ndio mkutano ambao una watu wengi zaidi. Tangu tuanze hii safari, inakuonyesha ya kwamba Wakenya wamefika ukingoni. Hawa watu baba, usipowaelekesha hii Kenya itaugua. Hawa usipowapatia direction, na leo umewapatia, Kenya itachomeka. Ningependa kufafanua kitu kimoja baba amesema. Tutaanza kuchukua signatures kuanzia wiki hii ya kuambia serikali ya kwamba vile walisema bunge, sisi kama wananchi tumekataa. Kwa hivyo tunamtuma kazi kila Mkenya ambaye anajua hakuridhika na hiyo mambo ya finance bill, ataweka kidole, na tunatarajia kuwa na signatures zaidi ya milioni 10. Kwa hivyo kazi ni kwako. Tunataka mahali unafanya kazi uwe agent wetu wa hizo signatures. Watu wa matatu, wa biashara ya matatu, tutawapatia forms
wachukue signatures, watu wa bodaboda wachukue signatures, mama boga wachukue signatures, kila mahali, alafu tukusanye zote, tumpatie baba atuambie, kwa sababu wa Kenya wameongea, hiyo hatua nyingine zaidi ni gani? Thank you very much. Sasa tunaleta Wajakoya. DJ, wachilia kitu. Asante. Kwa vile muda DJ, muda ndio hamna. Baba ametoka mbali, amechoka, na unaona MPs wengine wameanza kutoroka kama baba yuko hapa. Wale ambao ni MPs ambao wameondoka kuharibu mkutano wa baba, wakijua kwamba baba yuko hapa na anaondoka wote, muandike hiyo majina. Hiyo sio heshima kwa baba, kweli rongo? Wale maheshimiwa wote na MCS. Sasa ya pili niko na vitu vitatu. Number 1, while you are away baba, while you are away, one of your members of parliament was attacked yesterday. Huyo Mheshimiwa Ong'ondo Were aliatakiwa jana Kisumu Airport akiwa anangojea kupanda ndege na bwana Hesbon Omolo Agar, board member KEMSA, a brother to the permanent secretary for internal security, which means that impunity has started. Impunity has started where a low-ranking officer of a government, can now misuse the powers of his brother to intimidate an elected member of parliament. Ya pili, ningetaka kuuliza hii serikali kwamba yale mashtaka yote ambayo imewekewa Maina Njenga yatupiliwe mbali. Ya tatu, mimi mnajua nimesoma. Gachagua na mimi, nani amesoma? Ukiniweka na Gachagua katika room moja, who is illiterate? This semi-illiterate man has the audacity of telling Kenyans that Raila Amolo Odinga and his team are embarrassing him by walking with me, kutembea na mimi, while huyo mtu anajua ya kwamba katika hiyo bunge katika Kenya Kwanza, I represent Sudi, I represent Sajbina Chege, I represent Dr. Sangok, I represent huyo waziri wa kilimo na kesi zingine. Huyo siwezi. Kwa hivyo ningependa kuambia Gachagua that the man is very illiterate or semi-illiterate because he does not understand the constitution. Constitution ya Kenya inasema ya kwamba kila mtu wako na huru ya kutembea kila mahali Kenya hii. Na Mheshimiwa Wairia amesema ya kwamba ni wiki ijayo ataniita kwenda Mlima Kenya na nitamuuliza baba kama atakubali. I'm going to go to Mount Kenya unless Gachagua wants to expose his idiocy. And Bangie! Niseme nisiseme? Bangi ni mmea imetengenezwa na Mungu. Hata Musa alitumia bangi. Baba ya nne, wale watu kutoka Hague, baba, while you are away, waliingia hapa na wameandika statement ya wale polisi wakubwa, washaandika statement wenye wale ambao walituma watu kuja kuua watu wengine. The top police officers right now as we speak, the top cream have already written a statement for the Hague. Wameandika statement, ndio wameona wameweka hiyo kitu kwa bwenyenye,
wanajua kwamba sooner or later they will be appearing in the Hague kwenda kujibu mashtaka ambayo wamefanya vile wamefanya. Niongee nisiongee? Nimalizie, nimemalizia. Wenye wametukana baba na tule tumbunge ambao tumekula pesa ya Ruto na tule ambao tumesema yes, au kuanzia saa hii mimi kama mshikauzani wa baba, wakienda kwa matanga wafukuzwe wasifukuzwe, wakienda mahali watolewe suruali wasitolewe, na wale ambao ninasema ni wale wabunge wa ODM na Azimio MPs. Kuna wengine hapa Nairobi wanavaa vikati. Baba anawaambia kwamba Azimio policy ni kuenda njia moja hivi. Tuingine hata hatuwezi kutoa machozi, tunaenda pale kusema ati we have the liberties. Tunaongea kama Wahindi namna hiyo. Ati I have the liberty. I was elected. Ulikuwa elected na nyanya yako ama baba? Baba Na mimi siogopi kifo. Maina Njenga, hebu kuja hapa. Wapi Korir? Wapi Korir? Wapi Korir? Korir. Kuja uonekane na baba. The first Kalenjin to oppose Ruto yuko hapa baba. Ule Mkalenjini wa kwanza ambaye amesimama na baba, tafadhali kuja hapa. Korir yuko ama ameenda? Basi kumalizia hapa, mnamuona huyu mwanaume? This man is being persecuted. He's being persecuted, not prosecuted. Manake baba ya Gachagua kazi yake ilikuwa ni kuandaa watu wa Maumau. Saizi amepewa kazi ya kwenda kumwaga chang'aa, a all vice president, a deputy president. Kumwaga chang'aa na kufuliza watu. Mheshimiwa baba, huyu ndio kijana anaitwa Korir. Yule kijana ambaye ame cause problems. Kenene Kwanda, yani the international band. Jesus mwenyewe, au DJ Weso. Wesas production. Salamia baba, salamia baba. Nimeshukuru kabisa kwa kunitambua. Nimefanya na nimesema kabisa tutakufa na baba. Nimeambia watu wangu hata kama mnataka kuniue, mniue, hata nisipouawa nitakufa. Amekuwa akinitishia kwa kifo, mimi naambia mniue. Baba nitasimama na wewe mpaka taiga ya mwisho. Kuna siku ulikuja, kuna factory Buruk ulikuja ukataka kufungua. Hiyo factory itafunguliwa mpaka saa hii. Mwenye hiyo factory alitishwa na pampenyenye kutoka Rift Valley. Ati asifungue hiyo biashara ambapo angeachiri watoto wetu. Juzi watoto wetu walifanya maandamano, wakatumia live bullet, akaua vijana wawili. Buruk, kama William Samoei anaweza kuwa kosa kuhurumia watu wetu huko, sasa maisha ya Otieno iko namna gani? Na baba, asante sana. Basi tukimalizia yale mashtaka ya Maina Njenga, wale mawakili ambao wamewakilisha Maina Njenga, moja ni Martha Karua, semeni Eugene Wamalwa, semeni na mimi hapa, na sisi wote tuna act na instructions ya baba. Nataka Gachagua ajue ya kwamba anything that happens to Maina Njenga from today, na huyo Korir, mtajua ni nani ataua Maina Njenga. Asanteni sana. Muko tayari tuombe baba tufungie mkutano? Muko tayari tarehe 7 mwezi wa 7 tuende kazi? Hebu nione mnawaambia baba muko tayari. Karibu baba. Karibu. DJ wachilia kitu. Wachilia kitu DJ. Baba tufungie mkutano. Wachilia kitu kidogo. Tulia kwanza. Kuna ile resolution tulikuwa tumesema mambo ya kuongea imekwisha. Sawa. Sasa lazima baba apeane instructions kirasmi kwa jeshi letu kule bungeni. Baba karibu, na wale timu yetu ya bipartisan muje karibu. Hello.
Hello? Tumesema hakuna haja ya mazungumzo na Kenya kwisha, sivyo? Timu ya Otiende Amolo mwako hapa, Otiende na wenzake wote wako hapa, Seneta Sifuna, Seneta Wambua, Millie Odhiambo, Posing, Amina Mnyazi. Hiyo timu yetu ambayo tuliteua, hakuna mazungumzo tena na wale watu. Sawa sawa, tarehe 7 jiani itakuwa ni Ijumaa ijayo hapa Kamkunji. Tutakutana hapa, alafu mtaanza maandamano. Sawa sawa, na Kenya mzima itakuwa ni maandamano, sio? Sawa sawa, vijana, mko tayari? Mko tayari? Asante.